Funga macho yako kisha rudi nyuma hadi miaka 1690. Tuko kwenye kijiji kidogo kinachoitwa Salem Village huko nchini Marekani. Kijiji hiki kimezungukwa na msitu mnene, giza na baridi kali ya kukata mifupa. Wanakijiji wa hapa sio watu wa kawaida, ni Wapuritan, Wakristo wenye misingi mikali mno ya kidini. Hawacheki, hawachezi muziki na hawataki burudani yoyote. Maisha yao yote ni kazi na maombi, lakini ndani ya mioyo yao kuna kitu kimoja kinachowatafuna kila siku. Hicho kitu ni hofu. Waliamini kwamba kwenye ile misitu minene iliyowazunguka, Shetani alikuwa anatembea usiku akitafuta mtu wa kusaini naye mkataba wa damu. Na hofu hiyo ilikuwa karibu kulilipua kijiji kizima. Kila kitu kilianza usiku mmoja wa baridi mnamo Januari 1692 ndani ya nyumba ya mchungaji wa kijiji Samuel Paris na binti yake Betty mwenye umri wa miaka 9 na mpwa wake Abigail mwenye umri wa miaka 11 walianza kuonyesha tabia ambazo hazijawahi kuonekana duniani. Ghafla wasichana hawa walianza kupiga mayowe yasiyo ya kibinadamu. Walikuwa wanatambaa chini kama nyoka, wanajipinda miili yao kuelekea nyuma hadi mifupa inalia. Walikuwa wanarusha vitu huku wakiongea lugha za ajabu. Mchungaji alishtuka, akaita madaktari wote wa kanda hiyo, lakini sayansi iligonga mwamba. Daktari mmoja, huku akitetemeka kwa hofu, akasema maneno yaliyobadilisha historia ya kijiji hicho milele. Huu sio ugonjwa wa kibinadamu. Hawa wasichana wamelogwa. Kijiji kizima kilijaa taharuki ili kuwajua wachawi hao. Mtumishi wa nyumba ile, mwanamke wa kigeni aitwaye Tituba, alifanya kitu cha kishirikina. Alichukua mkojo wa wale wasichana, akauchanganya na unga wa shayiri, akatengeneza keki, kisha akamlisha mbwa wa familia ili yule mbwa anuse na kuonyesha mchawi ni nani. Mbinu hiyo iliposhtukiwa, wasichana walibanwa waje na majina, na hapo ndipo usaliti ulipoanza. Ili kujiokoa, wasichana walianza kunyoosha vidole vyao vya damu kwa watu wanyonge. Wakamtaja Tituba yule mtumishi, wakamtaja Sarah Good, mwanamke maskini omba, na Sarah Osborne, bibi kizee mgonjwa. Watu hawa walitupwa gerezani, lakini kilele cha simulizi hii ni pale Tituba alipoteswa na kulazimishwa kukiri. Alitazama majaji machoni na kusema, ndiyo, Shetani alikuja kwangu. Alikuwa na paka mweusi na mbwa mkubwa. Alinitaka nikae naye na mimi nikasaini kitabu chake. Kukiri huku kulithibitisha hofu kubwa juu yao kwamba Ibilisi amevamia kijiji cha Salem. Kuanzia siku hiyo Salem ikawa kichaa, mahakama ikaundwa na sheria ya ajabu ikapitishwa. Hii ilimaanisha nini? Kama msichana akisimama mahakamani na kusema, Mheshimiwa Jaji, naona kivuli cha John kimenishika koo, basi John huyo anahukumiwa kifo. Na hata kama mwili wake halisi ulikuwa nyumbani mwake amelala. Kila mtu alimgeuka jirani yake. Kama ulikuwa na ugomvi wa ardhi na jirani yako, ulienda tu kusema nimemwona kwenye ndoto akisali kwa Shetani, na mtu huyo anakamatwa. Zaidi ya watu 200 walitupwa gerezani, matajiri, maskini, watoto na hata mbwa wawili walihukumiwa kunyongwa kwa tuhuma za kuwa na macho ya kichawi. Watu 19 walinyongwa mmoja baada ya mwingine kwenye mti wa Gallows Hill, lakini hakuna kifo kilichotikisa kama cha mzee mkaidi wa miaka 81 anaitwa Giles Corey. Giles alijua mfumo wa mahakama ulikuwa wa hovyo, akagoma kuongea lolote. Hakukubali wala hakukataa mashtaka. Sheria wakati huo ilisema kama mtuhumiwa akigoma kuongea lazima ateswe kwa kuwekewa mawe kifuani hadi aongee au afe. Walimfunga chini, wakalaza mlango ambao kifuani mwake na kuanza kurundika mawe makubwa ya mtoni. Kifua chake kilikuwa kikipasuka, mbavu zikivunjika, damu ikitoka mdomoni. Majaji walimwambia, kiri, wewe ni mchawi, tukuondolee mawe. Unajua huyu mzee alifanya nini? Aliyatazama macho ya watesaji wake na kupiga kelele, wekeni mawe mengi zaidi. Waliongeza mawe hadi pumzi yake ya mwisho ilipotoka. Alikufa shujaa akilinda ardhi ya watoto wake. Jinamizi hili liliisha pale wasichana hawa walipolewa sifa na kuanza kumtaja mke wa gavana wa jimbo hilo kuwa ni mchawi. Gavana alishtuka na kusema, sasa imetosha. Alifuta mahakama, akapiga marufuku ushahidi wa kivuli na kuachia huru watu wote waliokuwa gerezani.
Miaka michache baadaye, wanakijiji waligundua ukatili walioufanya. Walifanya maombi ya toba na kufunga siku nzima kuomba msamaha kwa Mungu kwa kumwaga damu ya watu wasio na hatia. Hata jina la kijiji cha Salem Village lilifutwa kabisa, wakakiita Danvers ili kusahau yaliyotokea. Leo hii ukienda Salem utapata makumbusho na sanamu za watu hawa, na hadithi hii inabaki kuwa funzo kubwa duniani kote. Wakati mwingine mchawi mbaya zaidi sio yule anayeruka na fagio usiku, bali ni hofu, chuki na uvumi unaosambaa mioyoni mwa wanadamu wenyewe. Hii ni The Story Vault kutoka Chawi Media. Asante.